Kiki, natumai barua hii inakufikia ukiwa salama popote ulipo. Lakini kabla sijaanza barua hii, ngoja niweke jambo moja wazi. Kiki ni msichana niliyewahi kumpenda sana, tena si kawaida. Naposema kumpenda, namaanisha kumpenda kibibilia kabisa. Nilimpenda hata kuliko vile Mungu alimpenda mwana wa Yesu Kristo. Si makufuru jamani. Inamaanisha vile Mungu alitupenda sisi hadi akatoa mwanawe pekee aje afe msalabani kwa ajili yetu. Natania tu. Kwa kweli sina barua kamili ya Kiki, au labda ninayo. Najua mnataka kusikia kuhusu Kiki. Ndio Kiki. Karibu kwenye simulizi Kiki. Simulizi hii imeandikwa na Kemboi Kelman. Msimulizi wako ni mimi, Mutai Kipruto, kutoka Afrika Simulizi. Kiki alikuwa na rasta zile halisi ambazo zikipinduka tu bila taarifa zinaweza kukupiga kibao bila huruma. Alikuwa pia na tattoo juu kidogo ya titi lake na nyingine kwenye paja. Wakati nikipata muda wa kupumzika, nilipenda sana kuzipapasa. Kazi ya sanaa kabisa. Vibes za uponyaji. Alikuwa msichana wa pwani mwenye umbo zito kuliko hata vile misimu badilika kwenye sinema za Naija. Kila alipovaa dera na kuanza kucheza, ilikuwa kama shambulio la kihisia lililopangwa kwa uangalifu. Kila wakati ningemkumbuka rafiki yangu wa shule ya upili aliyesema, dera bila tako ni kama kanzu tu. Akanianza kuniita majina ya ajabu, majina ya kipekee kabisa. Nakumbuka mengine yalionekana kama matusi yenyewe, mapenzi tele, yani nakupenda sana dash la msenge. Ni nini sasa? Au natamani niwe nawe milele chura. Chura? Kweli? Wakati mwingine ilikuwa ni dogo wangu, penzi langu. Alikuwa na kamusi yake ya kipekee. Alikuwa msanii, alipenda sana kuchora. Sana akitumia mkono wake wa kushoto. Si tena unajua wale mapisi ambao wanatumia mkono wa kushoto Bado ninayo picha aliyoichora ya familia yetu ya baadaye. Alituonyesha tukiwa na watoto wanne, si wawili, si watatu. Na Kiki alipenda kuimba, si kuimba tu. Alikuwa na sauti ya malaika, sauti ya kutetemesha ngozi. Alikuwa ananiamsha saa 9 usiku kunisikilizisha serenade zake. Saa 9, ndugu zanguni. Lakini sikuwahi kulalamika, maana alipokuwa kiimba ule wimbo wa Dolly Parton, Love is like butterfly, nilijisi kama kipepeo mwenyewe. I feel it when you are with me. It happens when you kiss me baby. Sauti yake ingeweza kumfufua Lazaro na kwambia. Alikuwa na roho ya mvuto kiasi kwamba hata wale masela wangejaribu kuslide kwenye DM yake. Mchangamfu, mwerevu, mcheshi, kwenye maarifa ya kila kona. Tungezungumzia mboa, sayari, pepo wabaya, nyoka adimu, maendeleo ya teknolojia, mitishamba ya Kiafrika, hadi jinsi ya kuua mende kwa ufanisi. Kiki hata alijua namna ya kula muogo. Natania au sio? Tulikuwa tumefahamiana naye miaka 2.5. Tulikutana kule Alliance Francaise Mathawangari Auditorium. Alikuwa anasomea uhandisi ya Geospatial kule chuo kikuu cha Nairobi, akiishi Syokimau. Baba yake alikuwa mwanajeshi, alihudumu kwa miaka 38, akapigwa risasi siku chache kabla ya kustaafu. Mama yake katibu pale EACC. Ndugu yake Koko alikuwa mhudumu wa ndege ya KQ. Mama Kiki alikuwa ametokea kule Lake Region, Alego Songa County ya Siaya, na baba yake alikuwa na mizizi ya kutoka kule Murang'a, lakini waliishi pwani. Siku moja baada ya giza mwaka 2007, baada ya machafuko ya uchaguzi, walipokuwa kirudi nyumbani kutoka dukani, gari la familia yao iligongwa na lori lililokuwa linaenda kwa kasi zaidi. Mama yake na kakake walifariki papo hapo. Hadi leo hawajawahi kulipwa hata senti. Mimi na Kiki hatukuweza kutengana. Usiku wa manane tunazurura, safari za ghafla barabarani, kupika vyakula vya Kiafrika,
kama vile Isaga, Terere, Nderema, hadi tukapandisha hadhi kwa wapishi hodari sana. Alishawahi kulinganisha pendo letu na ule wa mama kwa mtoto wake katika kitabu kitakatifu. Tusmigamethineutila kwenye nejujuniman. Je, mama anaweza kumsahau mtoto anayemnyonyesha? Hata kama atamsahau, basi mimi sitakusahau kiki wangu. Kisha upepo ulibadilika. Tulikuwa tumeshiriki tendo, si unajua tena, ushenyantaji, ufundi kwenye 18. Halafu akakosa hivi mara moja habari za ujauzito. Alikubali kwa moyo, akaulea kwa upendo. Nilimpeleka kijijini kwetu kuwatambulisha kwa wazazi wangu, nikamwambia fiche tattoo zake. Unajua wazee na tattoo wapendani Wakati mwingine ujiuliza, unaoa mwanamke unayempenda au yule unayemtaka? Na nani alitunga hizo sheria? Tuliishi Syokimau katika nyumba ya zamani ya wazazi wake. Alitokea wakati nilimhitaji zaidi. Nilikuwa nimetokea tu kuhitimu diploma ya uandishi wa habari kule taasisi ya mawasiliano. Tulisimamia biashara ya familia mjini. Wiki chache kabla hajajifungua nikamwambia pumzike. Nikachukua majukumu ya duka, hata nikamwomba shangazi yangu atusaidie kutafuta dada wa kazi baada ya kujifungua. Tulikuwa tumejitayarisha kila kitu kwa ujio wa mgeni wetu. Tulinunua nguo, vyombo na hata mahitaji mengine yote ambazo tungezitaka. Tena tulimpa jina mtoto wa kike, Chebet, jina la bibi yangu ambaye alifariki miaka ya nyuma kidogo. Kisha siku hiyo ikafika, akaanza kuhisi maumivu ya uchungu. Akaitisha teksi, nilikuwa kazini. Ghafla simu ikaita, nikaipokea bila kujua maisha yangu yalikuwa karibu kugeuka. Halo, huyu ni Hobby Nyambura kutoka hospitali ya Mata. Wewe ndio mtu wa dharura wa kike? Nikasema ndio. Lakini kabla hajazungumza zaidi, nikamuuliza, shida nini? Tunaomba radhi. Mama na mtoto wamefariki kutokana na uchungu usiozuiwa na wamepelekwa mochwari. Tafadhali njoo udhibitishe miili. Siku njema bwana, na pole kwa msiba. Siku njema? Dunia ikaanza kuzunguka taratibu. Magoti yangu yakasahau kazi yake na nikajikuta kwenye kitanda changu cha hospitalini. Ndio mwisho wa simulizi fupi. Kiki ambaye ni mpenzi wangu niliyempenda sana, ghafla akafariki tu. Simulizi hii imeandikwa na Kemboy Kelman. Msimulizi wako ni mimi Mutai Kipruto kutoka Africa Simulizi. Kama hujaweza kusubscribe, basi naomba uweze kusubscribe ili huwe wa kwanza kupokea kazi zetu kutoka Africa Simulizi. Kumbuka wewe ni familia.